aya 6 kuanzia mstari wa 7. Nanyi mnaposali msiseme maneno kama wafanyavyo watu wasiomjua Mungu, kwa maana wao udhani kwamba watasikiwa kwa sababu wingi wa maneno yao. Msiwe kama wao, kwa sababu Baba yenu anajua kile mnachohitaji kabla hamjamwomba. Hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Utupatie leo riziki zetu za kila siku. Utusamehe dhambi zetu kama sisi nasi tulivyokwisha kuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kutoka kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Na tuombe kidogo. Mungu wetu uliye mbinguni, sisi hapa tumepungukiwa na ufahamu wa neno lako. Hata tujui jinsi ya kuja kwako kwa maombi. Lakini nakushukuru kwa sababu Kristo mwenyewe alitupatia hii sala. Tujue yale ambayo ni muhimu wakati tunaanza kuomba, ili wewe mwenyewe usikie na kuyajibu maombi yetu. Fungua akili zetu na mioyo yetu, tujue ukweli wa jinsi ya kuomba. Tunaomba kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Mnakumbuka Jumapili iliyopita tulianza kuangalia hii sala inaitwa sala ya Bwana. Na kuna makanisa wakati ibada wanasema sisi sote tuseme hii sala la Bwana, na wanarudia kusema. Tukifanya yale tunakosea, kwa sababu tunaanza kusema tu bila kufikiria. Kwa sababu hii sala yenyewe, kama vile tuliona Jumapili iliyopita, kitu cha kwanza kabla hatujaomba ilasa Mungu awe baba yetu, si kweli? Hakuna mtoto anaweza kuniuliza kitu ikiwa mimi si baba yake, sababu yake, si kweli? Mimi napenda watoto. Hata watu hapa wanajua napenda watoto. Lakini napenda watoto wangu zaidi, si kweli? Mungu ni muumbaji wa kila mtu. Mungu anapenda watu. Hata Luka 6:35 nasema hiki: sisi tuwe kama Mungu wetu ambaye mwenyewe ni mwema. Ni mwema kwa wale ambao ni waovu na wana shukrani. Anapatia mvua. Sio Mungu ni mwema. Wala ambao ametuokoa, ndio anatupatia mvua kama wengine, lakini sisi ni watoto wake. Sisi ni jambo la kuridhisha, kweli? Hata mtoto wa rais akiwa ni wa rais, si atasikia yeye mwenyewe ametosheka, kweli? Sisi Mungu akiwa ni baba yetu, tupumzike, tujue kweli anatupenda. Na hiyo ndio sababu tujue Mungu ni baba yetu. Na tukasema ikiwa tunajua Mungu baba yetu, maneno yetu ya kuomba atakuwa machache. Nikijua baba ananipenda, siwezi kumuuliza kitu kila wakati. Hapana, najua nikisema kitu Mungu wetu baba yangu atanijibu kwa sababu ananipenda. Na kuna kitu nataka kuongezea kidogo. Unja kuomba, tunaambiwa tusiwe watu ambao maneno mengi kila wakati tunaomba. Haimaanishi hatuwezi kuombea kitu kimoja mara nyingi. Nataka kutofautisha. Ndio tumeambiwa pale. Kitu tulifunza Jumapili iliyopita. Ikiwa Mungu ni baba yetu, tulisema maneno yetu ya machache. Iko pale.
Mstari 7. Ikiwa unajua Mungu baba yako, nanyi mnaposali msiseme maneno kama wafanyavyo watu wasiomjua Mungu, kwa maana wao udhani kwamba watasikiwa kwa sababu ya wingi wa maneno yao. Msiwe kama wao. Haisemi msiombee kitu mara nyingi. Unaanza kuombea kitu kimoja mara nyingi ukitumia maneno machache. Ni kweli? Hiyo nataka kuhimiza, kwa sababu watu wengi ndio wanamjua Mungu kama baba yao, lakini wanaomba kitu mara moja, mara ya pili awaone jawabu ama aone kila majibu yanatokana, alafu wanaacha. Hapana. Sala ndio tusiwe maneno mengi, lakini tuanza kuomba mara nyingi kwa kitu kimoja, kwa sababu kuna wakati Mungu anataka tuombe ili kuonyesha tunaendelea kuomba, kwa sababu imani yetu inaendelea kukua. Yesu alipeana mfano. Mtu mmoja alikuwa mdhalimu. Na yeye mtu kulikuwa na mjane. Kwa mfano mjane anakuwa anamuomba kitu kila wakati, anamuomba nataka usawa na jirani wangu. Akaendelea kuomba. Alikuwa mfalme ambaye ni muovu. Hakujali Mungu ama watu. Lakini mjane akaendelea kuomba kila wakati, anakuja kwa huyo mfalme anamwambia, nataka haki yako. Mfalme akakusikiliza. Baadaye huo mfalme akasikiliza, kwa sababu hataki sasa afunguliwe na mtu anamuuliza huo mama akumfanyia yale ambao mama alikuwa anasema. Hiyo ni kitu ambacho ni kweli. Na Yesu akasema, Mungu wetu aliye mbinguni kweli si mdhalimu. Angalia hiyo mstari. Nataka hiyo tuangalie vizuri. Luka 18. Ni lazima tuendelee kuomba na Mungu wetu atupatie kitu, kwa sababu anatupatia ili tumsumbue kuomba. Hiyo ni hapana. Hiyo ni kitu ambacho tutabaka. Luka 18. Tunajifunza tunaanza kuomba kitu kimoja mara nyingi, na hiyo mara nyingi kila wakati tunatumia maneno machache. Hiyo ndio nasema bila isemi atuombi moja, hapana. Angalia Luka 18. Ni kitu ambacho tukumbuke, tuendelee na kuomba, na kuomba. Haya 18. Kisha Luka 18. Kisha Yesu akawa wanafunzi wake mfano ili kuonyesha kuwa yawapasa kuomba pasipo kukata tamaa. Ndio nikasema unaanza kuomba kitu mara moja, mara mbili hivi unakata tamaa. Yesu akasema sasa nataka msikate tamaa. Angalia vile anafunza tusikate tamaa wakati tunaomba. Tungojee hata ikiwa muda mrefu. Mungu wetu tukiwa baba yetu, tutangojea. Sura ya pili. Akawaambia, katika mji mmoja alikuwako hakimu ambaye hakumwogopa Mungu wala hakumjali mtu. Mtu ambaye mfalme ambaye hajali kitu chochote. Kitu ya aibu. 3. Katika mji huo alikuwako mjane mmoja ambaye alikuwa akija kwake mara kwa mara akimwomba, tafadhali nipatie haki kati yangu na adui yangu. Mama mjane anakuja kwa mfalme, na alikuwa na uwezo wa kusema kitu kifanyike. Tujifunze watu wakija kwetu, tutaangalia baadaye. Sura 4. Kwa muda mrefu yule hakimu alikataa, lakini hatimaye akasema moyoni mwake, japokuwa simwogopi Mungu wala simjali mwanadamu, lakini kwa kuwa huyu mjane ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake ili asiendelee kunichosha kwa kunijia mara kwa mara. Akamjibu swali ombi la mama, kwa sababu hataki kusumbuliwa. Angalia vile Yesu sasa anatuonyesha sisi tujifunze. 6.
Bwana akasema, sikilizeni asemavyo huyo hakimu dhalimu. Ye Mungu hata watendea haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Je, atakawia wasaidia? Ninawaambia atawapatia haki upesi. Lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Kifunze hiki. Kuna mambo fulani yanahitaji uombe mara nyingi. Kwa mfano, ikiwa kuna kitu kimoja ambacho sisi wa Kristo ambao tumia Yesu, kitu ambacho tuombe ni watu waokolewe. Si kweli? Watoto wetu, ndugu zetu, dada zetu, watu ambao wako kanisani, hatuna kazi nyingine ni kuomba Mungu aokoe watu wake. Aokoe wale wanamsikiliza. Kwa sababu gani? Huo ni upendo, kwa sababu najua mtu akitoka hapo nje, haya mjokolewa na Yesu, aje sare bara ya pili, akigoma na ngari ataenda motoni. Hiyo ni ukweli. Na nikijua yale, sita kuomba hii kanisa wala bwana kuja kila Jumapili, Yesu waokoe wako katika hatari. Sasa tukiomba yale na ni mapenzi ya Mungu, Biblia inasema, Yohana wa kwanza 5:14 inasema, tukiomba kitu kulingana na mapenzi ya Mungu atajibu. Na mapenzi ya Mungu ni watu wasipotee ili waokolewe. Hiyo mapenzi ya Mungu. Tukijua yale, tunaombea Mungu Baba na kusema okoa fulani, watu tunaomba Bwana awaokoe. Na kama hapa si atajibu. Si kama mtu mdhalimu anajibu ili asumbuliwe. Mungu atujibu maombi yetu ili tusikusumbue. Hiyo si Mungu, ni Baba yetu. Kumbuka, kitu nasema kwanza leo, unaanza kuombea kitu mara nyingi. Lakini kila mara usitumie maneno mengi, lakini lazima udumu katika maombi. Hiyo nasema. Mbele iliyopita ndio tulisema lazima ujue Mungu ni baba yako. Sasa leo tunaona endelea kuomba mara kwa mara, hata ikiwa kitu kimoja. Tukaona hii sala iko na mambo mengi, hata mtu anaweza kuchukua mwaka mmoja kufunza kutoka hii sala, kwa sababu tukijua Mungu baba yetu, ni lazima jina la Mungu wetu tuliinue. Tulisema tisa hivi sasa hii basi ndivyo iwasao kuomba Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kasema tuinue jina la Mungu, tusema Mungu wetu ni mkuu, amefanya miujiza, amemleta Kristo mwanae ajulikane. Yule Mungu ambaye ni baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo tumtangaze. Ni kuinua jina. Na ukiendelea ukimwinua jina la Mungu, unaanza kuomba ufalme wake uonekane katika ulimwengu. Watu waendelee kuokolewa, watu walete katika ufalme wa Mungu. Kristo awe ndiye mfalme. Na kutaka huo Mungu watu wamtii. Hiyo ndio sababu huo mstari wa 10 nasema, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Hiyo nilisema Biblia ilipita. Tuombe ufalme wa Mungu uje, watu waokolewe, waje kwa Kristo au mfalme wao. Mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani kama vile inafanyika huko mbinguni. Huko mbinguni Mungu, malaika na wale ambao huko mbinguni wanamtii kikamilifu. Tunaomba katika ulimwengu huu wale ambao ni wa Kristo wa kweli wamtii Mungu kikamilifu, lakini hawezekani. Tuombe wamtii Kristo na wajue neno lake ndio mapenzi yake, ili watii mapenzi yake. Hiyo ni kazi yetu.
Na ikiwa tunamjua vile amejifunulia hapa, Baba yetu, jina lake litukuze, ufalme wake uje, watu waokolewe, mapenzi yakifanyike, watu wamtii. Tukifanya yale, sasa tuna ruhusa ya kuuliza yale ambayo inatuhusu sisi na miili yetu. Hiyo ndio somo la kwanza siku ya leo. Kitu cha kwanza siku ya leo, wakati unainama kuomba, unapozungumza yale ya Mungu, yeye ni Mungu mkuu. Nasema siku ya leo nipatie yale ambayo ni mahitaji yangu ya kila siku ya leo. Ni lazima kila siku ukishamtukuza Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa wokovu ambao ameleta, sasa unaanza sasa kuuliza yale ambayo ni ya kimwili ili uishi uendelee kutukuza huo Mungu. Tunaishi hapa ulimwenguni, si kwa maisha yetu tujinufaisha na kitu hapana, ni kumtukuza Mungu na kutangaza wokovu ndani ya Kristo. Tuombe kwanza. Riziki iko pale 11. Utupatie leo riziki zetu za kila siku. Kwa Biblia ya Kizungu nasema tupatie mkate, bread, tupatie mkate. Unajua mkate ni dalili ya kuonyesha kitu chochote ambacho tunahitaji tuishi kama wanadamu. Lazima tuombe kila wakati, kila siku. Na wale ambao wako na vitu chakula mingi, wanaanza kuomba Mungu apatie mkate, kitu ambacho ni hapana. Ndio wanaweza. Kwa sababu lazima waombe Mungu mwenyewe apatie nguvu na uwezo wa kula chakula. Kuna watu wako na chakula mingi kweli, lakini hawana afya, hawezi kula. Hiyo ndio sababu tukiambeleza Mungu, tuulize Mungu wetu tupatie hata chakula na yale ambayo ni mahitaji yetu ya kimwili siku ya leo. Na Mungu anasema hapa, Yesu alisema tuseme utupatie riziki yetu ya kila siku, tuombe kila siku. Anamaanisha, inatukumbusha tuombe kila siku. Tuombe kila siku. Hata watu wengine wanakumbuka kuomba kwa sababu wamezoea kabla hujakula chakula uombe. Siko ni naomba. Hiyo nakukumbusha uombe. Hata hapa akisema tuombe kila wakati, tupatie riziki yetu siku ya leo. Tunaomba ili Mungu mwenyewe awe na nafasi na kufurahia kutupatia. Hebu nirudie. Unajua Mungu kama Baba anataka sisi tumuulize kitu awe sasa na nafasi na furaha ya kutupatia. Unajua mtoto akiwa anataka kitu fulani na anakuja baba yake, huo mtoto baba yake akitimiza kila mtoto anauliza, sikuna furahi. Hiyo ndio sababu Mungu anasema wakati tunaomba tumuulize yale ambayo ni ya kimwili, yeye awe na furaha kutupatia ili sisi turidhike. Hiyo ni kazi. Tukijua Mungu namna hiyo, tutaomba kila wakati kwa yale ambayo mahitaji yetu, na mahitaji yetu machache, chakula kila wakati, mavazi kila wakati, na mahali kula kila wakati. Sasa akasema kila siku uliza yale, na baadaye ukisoma mstari 33 anasema wakati watu wa Mungu wanamjua Mungu Baba yao, wakifanya yale ambayo mapenzi yake, kutafuta ufalme, kutafuta watu waokolewe baada ya kumtii Mungu, wakijihusisha na mambo ambayo yanahusu kuleta watu katika Kristo, hata yale ambayo ni ya kimwili Mungu mwenyewe ataongezea. Unisikilize, lazima tuombe kila siku Mungu atupatie riziki zetu. Na tukumbuke Mungu mwenyewe ameahidi wakati sisi wote ikiwa tunamjia Yesu, kazi yetu ni kutukuza jina la Bwana na kutafuta yale ambayo yanahusu ufalme wa Mungu, kanisa la Mungu, watu waokolewe, waendelee kukua na imani kuu. Angalia mstari hiyo wa 33 unasema hiki.
lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na yote yataongezewa. Ni yale ambayo ya kimwili yataongezewa. Tuombe kila siku. Unakumbuka hata wakati wa Israeli, Israeli ni mfano wa watu wa Mungu nyakati Agano la Kale, na sisi kama kanisa ni watoto wa Mungu. Unakumbuka hiyo mana walikuwa nakula, ilikuwa inakuja kila siku, haikuja mingi wakastore, hapana, inakuja kila siku waende wakachote, kweli? Na walikula hiyo mana kwa miaka 40 wakati waliingia Kanaani, wakapata chakula chao. Mungu mwenye haki wakala hiyo chakula jangwani, inakiita chakula cha malaika. Miaka 40 mpaka wakati waliingia Kanaani wakapata chakula, mavune kaja. Wakati mavune yalikuja, Mungu akaondoa hiyo mana. Sasa walifika wafanye kazi wakule. Mungu mwenye hekima. Na katika ulimwengu huu mkate hata Yesu alitumia kama mfano wa yale ambao tunahitaji tuwe na uzima milele, uhai wa kindani wa miili yetu. Wakati tunakula mkate katika meza ya Bwana, tunaonyesha Kristo na mwili wake ambao uliuawa. Anatupatia maisha ya kiroho, kama vile mkate chakula inatupatia maisha nini ya kuishi kama wanadamu. Tukumbuke, na kama vile Mungu alipeana mana huko jangwani kwa miaka 40 mpaka watoto wa Israeli walikuwa sasa wanapata chakula zao katika Kanaani, Mungu mwenyewe anahitaji tuombe hata sisi. Kristo anaendelea kutupatia nguvu, kwa Kristo ndio mkate wa kweli. Na Yesu mwenyewe alisema yeye ndio mkate. Angalia Yohana 6. Yesu Kristo yeye ndio mkate wa kweli. Kwa sababu hapa tukiomba utupatie mkate, riziki yetu kiroho, tunaomba Kristo ambaye ni mkate wa kweli wa kiroho, yeye mwenyewe atupatie uwezo wa kuishi kila siku namna hiyo. Angalia hiyo Yohana 6. Kumi na 8. Kristo ndio mkate wa kweli wa kiroho. Kama vile tunaomba mkate kila wakati, siku chakula kupatia maisha ambayo ya kuishi katika ulimwengu huu, miili yetu isikufe. Pia tuombe mkate Kristo mwenyewe atupatie uwezo, nguvu za kuishi kwa kushinda nguvu shetani. Yohana nataka hiyo 6:48. Na hata hapa Yesu Kristo alikuwa analinganisha yeye na ule mkate mana wa Israeli walikuwa nakula huko jangwani. Angalia Yohana 6:48. Mimi ni mkate wa uzima. Baba zenu walikula mana jangwani lakini wakafa. Ni kweli. Hata wakati tunaombea chakula tupate babazi na mavazi na vitu ambavyo vya kimwili, tutakufa siku moja. Kwa hivyo tunaombea, wakati tunaomba chakula kila siku na mahitaji ya kila siku, hata tutakufa. Lazima tujue huo mkate Kristo mwenyewe. Nirudie 48. Mimi ni mkate wa milele. Baba zenu walikula mana jangwani lakini wakafa. Lakini hapa kuna mkate utokao mbinguni, ambao mtu yeyote akiula hata kufa. Mimi ni mkate wa uzima ule uliotoka mbinguni. Mtu yeyote akiula mkate huu ataishi milele. Mkate huu ni mwili wangu ambao nautoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Na kwa hivyo wala ambao wamjua Yesu kila siku wamuombe Kristo
kama mkate wa kweli, awatie nguvu na uwezo wa kuishi Ukristo wao mpaka siku ya mwisho. Tuombe. Riziki zetu. Sasa tukiomba riziki zetu, lazima tujue tuna mahitaji ya kiroho. Huo mkate ni wa kimwili na kuomba Kristo atupatie nguvu kuishi. Pili, tujue sisi tunahitaji msamaha wa dhambi kila wakati kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Angalia pale. Angalia kutoka mstari 11 aliruka alitoka mkate sasa akaingilia mambo ya kusamehewa. 11 alisema 11 utupatie leo riziki zetu za kila siku. 12 utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyokwisha kuwasamehe deni yetu. Sasa tunaingilia, tunauliza yale ya kimwili, chakula, mkate, tunaomba yale ambayo ni Kristo mwenyewe atupatie nguvu ya kuishi maisha ya Ukristo. Sasa tunasema tusamehe dhambi zetu kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Unajua Biblia wa Kristo wa kweli inasema hawatendi dhambi. Kweli hawatendi dhambi. Wa Kristo wa kweli hawatendi dhambi. Yohana wa kwanza mlango wa 3. Nataka tusikilize vizuri. Kuna mambo nataka kufunza ili tushike vizuri. Mtu ambaye amezaliwa na Mungu, kuwa mtoto wa Mungu, atendi dhambi. Angalia Yohana mlango wa kwanza. Mlango wa 3. Tuanzie hata 8. Tuanzie 7. Nasema wakati tunaomba kila siku tuombe Mungu atusamehe dhambi zetu kwa sababu sisi ni wenye dhambi, na nikasema Wakristo wa kweli hawatendi dhambi, na nitaelezea inamaanisha nini. Angalia vile anasema Yohana wa kwanza mlango wa 7. Mlango Yohana wa kwanza 3:7. Watoto wadogo, mtu yeyote asiwadanganye. Kila mtu atendaye haki ana haki kama yeye aliye na haki. Yeye atendaye dhambi ni Ibilisi, kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziangamize kazi za Ibilisi. 9. Yeyote aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Biblia inasema mtoto wa Mungu hatendi dhambi. Lakini Biblia inasema tu, hata Biblia Biblia inasema mtu akisema atendi dhambi anajidanganya, si kweli? Nenda mlango wa kwanza, Yohana mlango wa kwanza. Mstari 8. Nataka mstari wa 8. Mtu akisema kwamba yangu imeraruka kidogo. Hata iko pale kwa imeweka ujue. Angalia mstari. Inasema hiki kama tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Mtu yeyote akisema atendi dhambi anadanganya mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe anajua anatenda dhambi. Toka 10. Kama tukisema hatukutenda dhambi, tumfanye yeye Mungu kuwa mwongo, na neno lake haimo ndani yetu. Anasema hiki. Nilisema
Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9 nasema yule ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Sasa tumeambiwa hapa tukisema hatukutenda dhambi tumfanya Mungu kuwa mwongo na neno lake aliko ndani yetu. Tukisema hatutendi dhambi tunajidanganya na ukweli haupo ndani yetu. Kwa hivyo tukisema yule ambaye amezaliwa na Mungu ameokolewa atendi dhambi, tunamaanisha haishi maisha ya dhambi kiolela. Hiyo nasema Biblia ikisema kama vile amesema Yohana wa kwanza hiyo mlango wa 3 mstari wa 9, mtu ambaye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mstari wa 8 nasema yule atenda dhambi ni ibilisi. Na Biblia inasema uweze kusema hautendi dhambi kwa sababu ni mwongo. Kwa hivyo haimaanishi hautendi dhambi, inamaanisha hautendi dhambi kwa kiolela ama kwa madharau. Ikiwa kuna mtu ambaye anatenda dhambi na anajua anatenda dhambi, mstari wa 8 mlango wa 3 wa Yohana wa kwanza, yeye ni wa ibilisi. Na nasitiza wakati nakuja mbele za Bwana katika hiyo sala ya Bwana tukisema samehe dhambi zetu, lazima ukiri mimi ni mwenye dhambi, kwa sababu na Mungu anasema siwezi kusema sina dhambi. Kwa hivyo ni lazima tukia mbele za Mungu kuambia Mungu atusamehe dhambi zetu kila siku kwa maombi. Tunakiri sisi ni wenye dhambi. Tunakiri atasamehe watu dhambi zao. Hiyo lazima kila siku tuombe Mungu atuondolee dhambi zetu na tuye sisi ni wadhaifu. Sisi ni wadhaifu. Na kwa sababu Mungu mwenyewe hataki tuongee yale ambayo si ya kweli. Anasema wakati anasema Mungu akusamehe dhambi zako, unakiri wewe ni mwenye dhambi na unatubu dhambi ambazo usijui. Unajua kuna dhambi nyingi tunatenda na tutambui ni dhambi. Anasema hiki, ikiwa umekuwa Mkristo umeokolewa au jakaa kwa imani kwa miaka mingi, kuna mambo unafanya ni dhambi na ujui. Unaendelea na kujua. Si watoto wadogo, bali Mungu ana watoto wadogo. Kuna wakati mtoto mdogo hata naenda choo kwa mama mikononi, si kweli? Kuna wakati ataona ni aibu, si kweli? Hivyo kwa kiroho tukizaliwa upya, tukiokolewa, sisi ni watoto wachanga na mbele za Mungu kuna mengi tunafanya ya dhambi lakini hatujagundua. Na kama vile tunajifunza asubuhi, tunaanza kuendelea kujua yale Mungu anasema, tugundue hata kuvua nguo siku ya Jumapili ujui ni dhambi, lakini utagundua usifanye yale, fanya wakati ya sababu. Tunaona kwa hivyo ni lazima uombe Mungu akuonyeshe dhambi ambazo hauzijui. Wakati unaomba hii sala ya Bwana, samehe dhambi zangu, lazima useme kuna dhambi ambazo unajua unatenda. Mungu wewe hujui, Mungu anazijua. Na Mungu mwenyewe anahusisha yeye kusamehe dhambi zako na zangu ikiwa sisi tunasamehe wengine. Kwa sababu ikiwa wewe mwenyewe hausamehi watu dhambi zao, unaonyesha haujui umesamehe dhambi chungu nzima. Yuna bila anasema hiyo Mathayo 6 hiyo mstari 12. Anasema wakati anasema Mungu nisamehe dhambi zangu, unasema kama vile mimi nimeshasamea wale ambao niwafanyia mambo mabaya. Kwa hivyo wakati unaomba, tafakari kuna mtu ambacho unaweza kuwa umemkosea ama kitu ambacho umefanya kitu ambacho kinaweza kuzuia Mungu mwenyewe asikusamehe dhambi zako. 12 anasema usamehe deni zetu, ile dhambi kama sisi nasi tulivyokwisha kuwasamehe wadeni wetu. Hata leo mambo chache siku ya leo, kwa sababu ni muhimu. Wakati unaomba,
Ndio, yale ambayo yanamhusu Mungu, jina lake, falme wake, penzi yake fanyike. Uliza yale ambayo ni ya kimwili na ya kiroho. Kristo ndio chakula cha roho. Namwambia Mungu, mimi mwenye dhambi, kuna dhambi sijui. Na hata ikiwa sikumbuki dhambi, unasema mimi siwezi kusema sina dhambi. Hata wakati kufa utakuwa na dhambi. Mwili huu haujakolewa. Mungu ana neema na rehema. Labda tuombe. Ikiwa kuna watu ambao tumewakosea, hata kuna vitu vyao, hata leo vitu vya watu, lazima uhusiano wako na watu ile Mungu mwenyewe akusamehe dhambi zako, lazima usamehe wengine, kwa sababu ikiwa hausamehe watu dhambi, haujui Kristo alikusamehe dhambi nyingi. Na hakusamehe kwa urahisi, alienda msalabani. Ukiona Kristo msalabani kwa ajili ya dhambi, kweli huwezi kutenda dhambi, kweli. Nilikuwa natafakari hata kwa kimwili. Kristo mwenyewe wakati misumari ilikuwa imeponda, inapigwa, ile mikono yake huko msalabani na miguu yake kwa msumari. Na Kristo alikaa msalabani kutoka saa 3 asubuhi mpaka saa 9. Huko msalabani, uchungu. Kwa nini? Ili mimi nisitende dhambi. Dhambi zangu amezibeba. Sasa kile nahitaji ni kutubu ile dhambi, nisiwe na uhusiano na dhambi hata kidogo. Hiyo ndio Kristo wa kweli, hiyo ndio kuomba kweli kila siku. Sema Mungu wetu nisamehe dhambi zangu. Na mimi sina kitu ambacho hata ukisema hauna kitu ambacho unakumbuka, ungali na dhambi. Atuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tukushukuru kwa sababu neno lako ndio inatufunza, inatuonya, inatuelekeza kwa njia ambazo lazima tufuate. Kwa sababu wewe ni Mungu, unatuelewa, unatujua, dhambi zetu tunazijua. Kuna dhambi ambazo hatuzijui sisi, na hizo zote lazima wakati wote tuje mbele zako na kusema usamehe dhambi zetu. Sisi tunajua na sisi hatujui. Hatuwezi kusema hatuna dhambi kwa sababu tunajitanganya ama kufanya huo mwongo kwa sababu nasema sisi wenye dhambi. Lakini nakushukuru kwa sababu Kristo alienda msalabani kwa hiari yake. Misumari kapigwa katika mikono yake, miguu yake, akatutoka msalabani masaa 6 kwa uchungu kwa sababu ya dhambi zangu. Kwa hivyo tusamehe hata saa hii, tusamehe dhambi zetu zile tunajua hatujui, na kutafakari kumuona Kristo msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wakati jaribia kutenda dhambi, tukumbuke Kristo msalabani, mwana wa Mungu, kuishi maisha katika ulimwengu huu ili aishi maisha ambayo matakatifu, ambao yanakuwa yangu na tukufu wake wote unakuwa wetu wakati tunamwamini Kristo. Ikiwa Kristo amefanya yale, Mungu Baba alimtuma kufanya yale. Tuombe kwa Mungu Baba atusamehe dhambi zetu, kwa sababu dhambi zetu aliweka juu ya mwanae Yesu Kristo na zikaondolewa kutoka kwetu, na tunafurahi tukija mbele za Mungu na kusema asante Baba Mungu wetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Tumalizie na wimbo pale. Hii nyimbo